Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba nikusalimu tena kwa jina la Yesu jioni ya leo. Amen. Na mshukuru Mungu kwa mchana huu tena aliotupa siku hii ya mwisho na tunapokwenda kumalizia. Kwa kuwa katika ibada nilijaribu kupita kule tulipojifunza tangu mwanzo mpaka jana, naomba nisirudi kule sasa, tuendelee kutoka pale tulipoishia na kwenda mbele. Bwana asifiwe. Amen. Tunakumbuka tuliishia wapi? Si ndio? Nilisema weka bidii katika mambo mawili. La kwanza, bidii kwenye nini? Kwenye nini? Kwenye bidii kwenye nini? Kujiungamanisha kabisa na Mungu. Lakini la pili, kwenye sadaka na maombi, si ndio? Sasa katika issue ya maombi tulizungumza juzi na jana tukazungumza kuhusu issue ya sadaka. Bwana asifiwe. Na leo tukarudia katika ibada, si ndio? Tukarudia tukazungumza kuhusu kujitoa. Amen. Tukaangalia kusudi la kujitoa na faida za kujitoa pia. Na nilisema kwamba katika sadaka kuna maeneo mawili. Kuna kujitoa na kuna kutoa. Bwana asifiwe. Si sawa? Kwa asubuhi tulitafakari kujitoa. Tukaona kusudi lake na faida za kujitoa. Bwana asifiwe. Na sasa tutaangalia kutoa fedha na mali. Kutoa fedha na mali. Bwana asifiwe. Sema kutoa fedha na mali. Jambo la kwanza, nataka nikuambie kwamba matumizi ya fedha na mali ni swala la kiroho. Ni swala, yani matumizi yako ya fedha na mali ni swala la kiroho. Tunaweza kukubaliana hiyo au kuna utata kidogo? Kama kuna utata, wacha tuingie kwenye maandiko ili kuthibitisha hayo. Bwana asifiwe. Nasema matumizi yako, kama unaandika andika hilo jambo la kwanza. Matumizi ya fedha na mali ni swala la kiroho. Kwa nini? Kwa sababu tunapotumia fedha na mali tunaonyesha uwakili wetu utokao kwa Mungu. Sisi ni mawakili wa Mungu kwenye vitu alivyotupa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 4 kwamba ninyi ni mawakili, si ndio, wa siri za Mungu. Neno lile wakili pale linamaanisha mtunzaji wa nyumba au shamba au vitu vya mtu mwingine. Halimaanishi msimamizi au mtetezi wa kisheria. Sio advocate, ni steward. Bwana asifiwe. Kwa Kiebrania anaitwa Haish Asha Albaiti. Kwa hiyo mtazamo na vipaumbele vyetu kuhusu fedha na mali vinaonyesha mtazamo na vipaumbele vyetu kuhusu Mungu. Bwana asifiwe. Yaani namna ambavyo unawaza, unafikiri, unashughulika na fedha na mali, na namna unavyoweka vipaumbele vyako kwenye fedha yako na kwenye mali yako, inadhihirisha wazi vile ambavyo umeweka kipaumbele chako kwa Mungu na vile mtazamo wako ulivyo kumhusu Mungu.
Kwa hiyo hatuhitaji kusikia maneno mengi kukuhusu, lakini tunaangalia bajeti yako inasemaje. Je, kwenye vipaumbele vyako ni nani umemtanguliza? Ni Mungu au ni wewe au ni marafiki? Hicho kinathibitisha na kuonyesha umeweka kipaumbele chako wapi. Bwana asifiwe. Hapo tunakwenda pamoja, sawa? Amen. Katika kitabu cha Yakobo sura ya 2 mstari wa 14, ninaomba nisaidiwe kusoma kama yuko mtu ambaye yuko shaku kufungua Biblia. Na tumpe mic. Haraka. Yakobo sura ya 2. Umepata eh? Yakobo sura ya 2 mstari wa 14 hadi wa 18. Yakobo sura ya 2, tumpe mic anayesoma. Haraka mic hamna. Yakobo sura ya 2 mstari wa 14 hadi wa 18. Asante mtumishi. Nitasoma. Ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo? Ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema anayo imani lakini hana nini? Matendo. Je, ile imani yaweza kumwokoa? Je, ile imani inaweza kumwokoa? Ikiwa ndugu mwanamume au ndugu mwanamke yu uchi na kupungukiwa na riziki, na mtu wa kwenu akawaambia, enendeni zenu kwa amani, mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili, yafaa nini? Vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Lakini mtu atasema, wewe unayo imani nami ninayo matendo, nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Amen. Bwana asifiwe. Inazungumza kuhusu imani inayoambatana na matendo. Maana yake ni kwamba nina imani, ninamwamini Mungu, ninahusiana na Mungu, lakini nini kinadhihirisha? Sawa eh? Nini kinadhihirisha? Matendo yanadhihirisha. Waraka wa kwanza Yohana 3:17. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:17. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:17. Sura ya 3 mstari wa 17. Na unasema, lakini mtu akiwa na riziki ya dunia kisha akamwona ndugu yake ni mhitaji, akamzuilia huruma zake, je, upendo wa Mungu wakaaje ndani yake huyo? Kipaumbele cha matumizi yako ya fedha, yani jinsi ulivyoweka vipaumbele vyako kwenye fedha na mali yako, inaonyesha vile umeweka kipaumbele chako kwa Mungu. Bwana asifiwe. Hapa anazungumza kutoa, si ndio? Wewe una imani, halafu kutoa huwezi. Upendo wa Mungu unaonekanaje kwako? Yaani mahusiano yako na Mungu yanakaaje hapo? Mbona hatuyaelewi? Unawezaje kusema ninampenda Mungu kama huwezi kumpenda mtu unayemuona? Si Yesu alitufundisha? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo angalia vipaumbele kwenye bajeti yako, kwenye matumizi yako ya fedha na mali zako. Angalia umeweka kipaumbele wapi. Hata wewe mwenyewe inatosha kujitambua kwamba, je, kipaumbele chako kweli ni Mungu? Si sawa eh? Amen. Kuna wengine wameweka vipaumbele kwenye harusi, si ndio? Wengine kwenye matukio ya kijamii. Lakini kwa Mungu
kuna chenga chenga, hakuonekani vizuri. Sasa wacha tukaangalie mambo yanayotuonyesha kwamba matumizi yako ya fedha na mali ni swala la kiroho. Jambo la kwanza, kutoa ni aina ya kuabudu. Kama ni aina ya kuabudu, ni swala la kiroho, si sawa? Biblia inasema katika Mathayo 2:11. Umeipata? Mathayo 2:11. Halafu naweza mwingine akafungua Marko 14:3 hadi 9. Lakini hebu tusome Mathayo 2:11 kwanza. Kutoa ni aina ya kuabudu. Bado hujapata? Tutasoma Mathayo 2:11. Wakaingia nyumbani, wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Bwana asifiwe. Hawa ni wakina nani? Ni wale wataalamu wa nyota, si ndio? Yesu alipozaliwa wakaenda mpaka mahali Yesu amezaliwa kwa kuongozwa na ile nyota. Na walipofika, Biblia inasema wakamtolea tunu, wakamtolea uvumba, manemane na nini? Na nini? Na dhahabu. Wakamsujudia. Hii inamaanisha walimwabudu kwa njia ya kumtolea. Bwana asifiwe. Kutoa ni aina ya kuabudu. Kwa unapotoa kwa Mungu, ujue unamwabudu Mungu kupitia matoleo yako. Na ndio maana Biblia inasema kwenye Mwanzo sura ya 12, Ibrahimu akamjengea Bwana madhabahu. Hiyo ndiyo ibada, si ndio? Lakini madhabahu yenyewe iliyojengwa ilikuwa ni kwa ajili ya kupokea sadaka, kwa ajili ya kuteketeza sadaka, si sawa sawa? Biblia ikasema kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 4 kuhusu wale ndugu wawili walioenda kuabudu. Wakajenga madhabahu, wakamtolea Mungu sadaka zao. Kwa kutoa kulikuwa ndiko kuabudu, kunahusishwa kabisa na kuabudu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunaweza kusema ni jambo la kiroho, kwa sababu unapotoa fedha na mali yako inahusisha ibada. Jambo la pili, kutoa ni uthibitisho wa imani. Kutoa ni uthibitisho wa imani. Kitabu cha Yakobo sura ya 2 mstari wa 14 hadi wa 18 tumesoma, si ndio? Inasema, ndugu zangu, kama mtu anasema nina imani lakini matendo hayaonekani. Anakuja mtu ni mhitaji, lakini badala ya kumsaidia katika uhitaji wake, wewe unabaki kusema una imani lakini huwezi kutoa kumsaidia. Sawa? Yaani anataka kusema nini? Kwamba imani itathibitika kwa namna unavyotoa. Bwana Yesu asifiwe. Imani yako inathibitishwa na namna unavyotoa. Na katika kitabu cha Yakobo ndio matendo yanayozungumzwa, si ndio? Matendo ya kutoa ambayo yanathibitisha kwamba wewe una imani. Amen. Kama unaandika, andika na ule waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 17 hadi wa 18. Hatutaweza kusoma hivyo vifungu vyote kwa sababu ya hali ya muda. Jambo la tatu, kutoa ni sehemu ya dini ya kweli. Tunapozungumza dini, tunazungumza mambo ya kiimani, ya kiibada, ya kiroho, si ndio? Kutoa ni sehemu ya dini ya kweli. Wakorinto wa pili sura ya 9 mstari wa 1. Kama umepata unaweza kusoma. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 1.
Kwa habari za kuwahudumia watakatifu sina haja ya kuandikia. Na mstari wa 12 na wa 13. Maana utumishi wa huduma hii hauwatimizi watakatifu riziki, hauwatimizii watakatifu riziki walizopungukiwa tu, bali uzidi sana kuwa na faida kwa shukrani nyingi apewazo Mungu. Kwa kuwa mkijaribiwa kwa utumishi huo, wanamtukuza Mungu kwa ajili ya utii wenu katika kuikiri Injili ya Kristo, na kwa ajili ya ukarimu wenu mliowashirikisha wao na watu wote. Amena. Na Yakobo 1:27. Yakobo 1:27. Na Yakobo 1:27. Hapo karibu. Dini iliyo safi isiyo nataka mbele za Mungu Baba ni hii: kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Bwana asifiwe. Hiyo si ndio dini ya kweli? Kwenda kuwatazama yatima, wajane katika dhiki zao. Kuwatazama katika dhiki zao inamaanisha kutoa ili kuwafaa, kuwasaidia, si sawa? Kutoa ili kwa sio kama yule kuhani na Mlawi aliyepita, yule aliyemrukia katikati ya wanyang'anyi halafu akapita kando, ni kana kwamba alimuonea huruma lakini hakumsaidia. Ni kusaidia kwa kutoa. Na katika kile kitabu cha Wakorintho ambacho tumesoma, anasema unapotoa kwa ajili ya kuwahudumia watakatifu, sio kwamba unatimiza tu mahitaji yao, unawasaidia kwa mahitaji yao, lakini wewe unatengeneza nafasi ya Mungu kushukuriwa na kupewa utukufu. Bwana asifiwe. Maana yake nini? Unapotoa katika kujenga ufalme wa Mungu, sio tu watumishi wanapata mahitaji yao pamoja na mambo mengine, lakini wanapoyapata wanamtukuza na kumshukuru Mungu. Kwa nini? Kwa sababu yuko mtu alifanya nafasi yake, alitoa. Kwa hiyo wewe unakuwa sababu ya shukrani kufika mbele za Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa kutoa ni sehemu ya dini ya kweli. Jambo la 4, matumizi yetu ya fedha na mali huleta matokeo katika mambo ya kiroho kwa sasa na kwa baadaye katika milele ijayo. Matumizi yetu ya fedha na mali yanaleta matokeo katika mambo ya kiroho kwa sasa na kwa baadaye katika milele ijayo. Kwa namna unavyotumia kuna matokeo baadaye, si ndio? Bwana asifiwe. Biblia inasema katika Zaburi ya 41 mstari wa 1 hadi wa 3. Mtasoma Zaburi ya 41 mstari wa 1 hadi wa 3. Heri amkumbukaye mnyonge, Bwana atamwokoa siku ya taabu. Bwana atamlinda na kumhifadhi hai, naye atafanikiwa katika nchi. Wala usimtie katika hali wamtakiayo, wala asimtie, wala usimtie katika hali wamtakiayo adui zake. Bwana atategemeza alipo mgonjwa kitandani, katika ugonjwa wake umemtandikia. Bwana asifiwe. Unapomkumbuka Bwana atafanya nini? Kuna kitu Bwana atafanya, si ndio? Yaani jambo unalolitenda leo katika kutoa kwako linaleta matokeo baadaye ya kiroho yanayohusishwa na Mungu. Mungu anayafanya, si sawa? Mathayo 6
3:4. Amin nawaambieni, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe utoapo sadaka, hata mkono wako wa kushoto usijue, ufahamu ufanyapo mkono wako wa kuume sadaka yako iwe kwa siri, na Baba yako aonaye sirini atakujaza. Na Baba yako aonaye sirini atakujaza. Yaani unapotoa, Mungu anahusika na yeye kufanya jambo kwenye maisha yako. Kwa hiyo linaleta matokeo ya kiroho. Na mstari wa 19, sura ya 19 mstari wa 21, Mathayo hiyo hiyo, sura ya 19 mstari wa 21. Sura ya 19 mstari wa 21. Yesu akamwambia, ukitaka kuwa mkamilifu, enenda ukauze ulivyo navyo, uwape maskini, nao utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Bwana asifiwe. Kauze ulivyo navyo, uwape maskini. Yaani nenda katoe. Halafu utakuwa na hazina wapi? Katika milele ijayo. Si sawa? Bwana asifiwe. Kwa hiyo kumbe unapotoa kunakuwa na hazina wapi? Mbinguni. Kwa hiyo tunasema kwamba inaleta matokeo ya kiroho katika kwa wakati wa sasa na baadaye katika zamani zijazo unapotoa. Amen. Bwana asifiwe. Kama ni hivyo, matumizi yoyote unayofanya yanaweza kukuletea matokeo. Bwana asifiwe. Kama unafanya kwa Bwana, yataleta matokeo yanayotokana na Mungu. Kama ukifanya katika uovu, yataleta matokeo mabaya katika maisha yako ya leo na kesho pia. Kwa hiyo lazima tuwe waangalifu katika matumizi yetu na kuweka vipaumbele vyetu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili. Sijui naenda haraka sana. Ila najitahidi kuacha vifungu vingine. Jambo la pili. Kitovu cha mahusiano yetu na Mungu ni kutoa. Kitovu cha mahusiano yetu na Mungu ni kufanya nini? Kutoa. Wakati tunaanza kujifunza kuhusu kutoa, tuliona kwamba Yesu Kristo alijitoa mwenyewe, halafu akatoa wengine wajitoe. Lakini pia vile vile kuna ule mstari wa Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 16 kwamba Mungu alitoa. Alitoa nini? Alimtoa mwanawe, si sawa? Kwa hiyo katika kujenga mahusiano, Mungu alianza kwa kutoa. Si sawa? Katika kujenga mahusiano kati yetu na Mungu, kati ya Mungu mtakatifu na mwanadamu mwenye dhambi, kilichotengeneza mahusiano ni namna Mungu alivyokubali kutoa sadaka ya thamani, mwanawe pekee, ili atupate sisi ambao hatukuwa na mahusiano naye vizuri. Hii inamaanisha pia nini? Kwamba mahusiano yetu na Mungu, kitovu cha mahusiano yetu na Mungu kinajengwa katika kutoa. Kwa sababu yeye aliyetoa anatutaka pia sisi kutoa. Amen. Amen. Kwa hiyo kanuni kabisa ya uwakili au mahusiano yetu na Mungu kuhusu fedha na mali zetu ni utoaji. Na kanuni ya Yesu Kristo ni bora kutoa kuliko kupokea. Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 35. Anasema heri kutoa kuliko kupokea. Kwa anatuhimiza katika kutoa zaidi. Bwana asifiwe.
Matendo 20:35. Huo mstari si mnaufahamu, hamna haja ya kusoma andika tu. Unasema heri kutoa kuliko kupokea. Kwa kutoa kwetu ili kusaidia wenye mahitaji na kujenga ufalme wa Mungu, tunapaswa kuhusisha mambo yafuatayo. Kutoa kwetu ili kusaidia wenye mahitaji na ili kujenga ufalme wa Mungu. Yaani kusaidia wenye mahitaji maana yake ndio ile kutoa kwa ajili ya kusaidia maskini, ndio ile kutoa ili kusaidia yatima, ndio ile kutoa ili kusaidia wajane, ndio ile kutoa ili kusaidia watu ambao wanahitaji fadhila zetu. Lakini kutoa kwa ajili pia kujenga ufalme wa Mungu. Tunapotoa katika madhabahu hii kwa ajili ya kufanikisha kazi ya Mungu kupitia aina yoyote ya sadaka ambayo inaelekezwa kupitia misingi ya kanisa, tunapaswa kuzingatia mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, kutoa mara kwa mara. Sema kutoa mara kwa mara. Halafu andika hivyo hivyo, kutoa mara kwa mara. Halafu andika Wakorintho wa kwanza 16:1-2. Wakorintho wa kwanza 16:1-2. Tunapaswa kutoa mara kwa mara. Kuna Wakristo ambao akitoa mara moja, mimi nimeshatoa bana. Si ndio? Na kwa bahati mbaya nyingine ni kwamba, sijui ni mbaya au ni nzuri, wachungaji mtanisaidia au kunisamehe kama nitakuwa nakosa. Kuna aina ya sadaka kwenye makanisa yetu tunapangiwa viwango ili tuweze kujitahidi kufika pale, si ndio? Halafu ukifika pale unasema mimi nimemaliza kutoa. Hujamaliza. Biblia inakutaka kutoa mara kwa mara. Bwana asifiwe. Soma hicho kifungu. Wakorintho wa kwanza 16:1-2. Kwa habari ya ile changizo kwa ajili ya watakatifu, kama vile nilivyoamuru makanisa ya Galatia, nanyi fanyeni vivyo. Siku ya kwanza ya juma kila mtu kwenu na aweke akiba kwake kwa kadiri ya kufanikiwa kwake, ili kwamba michango isifanyike hapo nitakapokuja. Bwana asifiwe. Fanyeni vivyo. Siku ya kwanza ya juma haiji mara moja, si ndio? Inakuja kila wiki, si sawa? Kwa hiyo tunahitaji kuendelea kutoa na kutoa na kutoa. Na Paulo anahimiza kwamba msisubiri siku nije ndio muanze kutoa. Endeleeni kutoa. Amen. La pili, kutoa kwa moyo mkunjufu. Kutoa kwa moyo mkunjufu. Unapotoa sadaka yako, unapotoa mali yako kwa Bwana au kwa kusaidia wenye uhitaji, toa kwa moyo mkunjufu. Amen. Toa kwa moyo mkunjufu. Wakorintho wa pili 9:7. Wakorintho wa pili 9:7. Karibu. Wakorintho wa pili 9:7. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Mungu anampenda mtu anayetoa kwa moyo wa ukunjufu, sio yule mpaka alazimishwe. Zamani tulipokuwa Sunday school, tulikuwa wakati wa kutoa sadaka. Wakati tunatoa sadaka, yule aliyepewa zamu ya kubeba kile kikapu na tupitishia tutoe sadaka, kikipita, na mimi nilikuwa na tabia hiyo, na wengine walikuwepo wenye tabia hiyo pia, si wajui, lakini mimi nilikuwa nayo. Nazungumzia mimi, inawezekana hata wewe ulikuwa hivyo zamani wakati Sunday school. Sasa kikipita kikapu, kwanza tukipewa sadaka nyumbani, lazima tupite dukani, sawa Kuna zile pipigololi zile, mnazijua wahenga. Bwana asifiwe. Lazima tupite huko kwanza, tuichenchi ile sadaka, tupate pipi, halafu inayobaki tunagawana.
kwa sababu utamu wa pipi hauishi kwenye akili, sio mdomoni. Wakati wa sadaka, umeikamata sadaka namna hii, kikapu kimepita, unaingiza mkono ukiwa umeufunga, unautoa ukiwa umeufunga, na sadaka hatujatoa. Maana unawaza nitarudi dukani. Sasa mwalimu wetu wa Sunday school alikuwa mjanja. Yeye anaangalia umeachilia sadaka au hujaachilia. Kama hujaachilia, anakusogelea hapo karibu. Umeishika sadaka yako namna hii, anakukamata namna hii mkono, anapeleka kwenye kikapu. Halafu anakufinya kwa chini namna hii. Halafu anakumuta mkono mpaka uiachilie. Unajua maumivu ya kufinywa na mwalimu, na watu wengine hawajui kama unafinywa. Wewe unaugulia maumivu mwenyewe taratibu mpaka unaiachilia sadaka. Sikiliza nikwambie, ile hali inakuwa kama hautabadilika. Kadiri unavyokuwa mtu mzima, unakuwa na ile hali. Sasa inakuwa katika ustaarabu fulani. Sasa haufinyi, wachungaji hawakushiki mkono na kukufinya, lakini wanakufinya kupitia maandiko na wanakukumuta kupitia maandiko. Yaani kuna Wakristo hawezi kutoa sadaka bila maandiko mengi kupita na kuambiwa na kupambwa na maandiko mpaka ndio atoe. Mimi nazungumzia kule kwetu. Hapa sijui kama wapo. Mimi najua ninyi watu salama kidogo. Mbona mnacheka? Na hapa wapo wapo. Mchungaji anasema wapo. Sikujua. Mimi nifikiri mjini hawapo. Kule kwetu wapo. Na sisi kule kwetu ibada ya kutoa inachukua muda mrefu kuliko sehemu nyingine zozote. Bwana asifiwe. Tuliona leo mchungaji hapa kaweka kikapu. Kule sisi hatuweki kikapu namna hii, maana hawatoi. Si umeona mchungaji hata leo hawajatoa vizuri. Sisi mzee wa kanisa anapita, tunamwambia mtumishi wa Mungu, kaa hapo. Wewe ni mtumishi wa Mungu, lazima umpe na maneno mazuri, si ndio? Unakumuta huku, unamfinya taratibu. Halafu mzee wa kanisa anapita kuanzia benchi la mwisho, mtu hadi mtu. Haya bwana, wewe unatoa ngapi? Na akitoa tunasema mpe makofi, ametoa 5,000. Na yule wa pili naye anajiangalia, kama alitaka kutoa 1,000 anawaza hivi, kama itatangazwa na heshima yangu natoa 1,000. Umeelewa? Paka umfinye, ukumute kama tulivyokuwa tunafanya na sisi Sunday school. Maana yake amekuwa na ule ujuzi. Bwana Yesu atusaidie. Halo. Sasa fikiria mzee wa kanisa anapita kuanzia mtu wa kwanza mpaka wa mwisho, wote waliofika ibadani, anatumia muda gani? Kwa mfano Wakristo wakajielewa, wakaamua, mimi Bwana ameniita na amenitoa ili nitoe. Haitaji kukungutwa na kufinywa. Pengine tunatafuta 3-4 tu mpaka tutumie masaa 2 au lisali moja kwa kufinywa na maandiko na kukungutwa na maandiko. Mungu awape nguvu wachungaji. Tuombea wazee. Mungu aendelee kuwapa ubunifu wa kutufinya mpaka tutakapopona. Bwana asifiwe. Hakuna namna, lazima kukunguta na kufinya. Na mimi nataka nikuambie ni wachungaji. Mchungaji anayeonea huruma wa Kristo kutoa sadaka, huyo hawapendi. Sema amen hata kama hiyo hutaki. Kama na kuonea huruma kutoa sadaka sikupendi, lazima nikulazimishe utoe hata kama hutaki. Siku ukielewa utatoa kwa hiari, nitakuwa nimekusaidia, si ndio? Kuna wengine lazima wapite kwa fimbo, si ndio? Wakishaelewa wanafurahia kutoa na wanaendelea kupokea baraka. Elia alimwambia yule mama mjane wa Sarepta,
nipe mimi kwanza, si ndio? Fikiria ile njemba lenye uwezo wa kwenda kuhemea linaenda kwa mama mjane. Mama mjane mwenyewe na mtoto mdogo, halafu anamwambia hicho chakula cha mwisho ulichopika nipikie nile mimi kwanza, mimi nile kwanza, halafu ndio utakula wewe mjane na mtoto wako. Mama watu wanajitetea, mimi jamani ndio chakula cha mwisho, hiki nikishakula na mwanangu ndio tunasubiri kufa, maana hata mahali pa kuhemea hatujui. Elia ameacha matajiri wa mjini, ameenda kwa yule mama mjane, anamwambia nipe kwanza mimi nile, alafu ndipo utakula wewe na mtoto wako. Huyo ndio mchungaji anayelifaa kanisa la Kristo. Ndiye mchungaji anayefaa Wakristo ambao wanahitaji kutoka. Bwana asifiwe. Amen. Halo. Amen. Umeshanikasirikia? Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Muda wangu wa kuondoka umekaribia. Wewe kama unakasirika, wachungaji wawili wanatosha kukuganga. Bwana asifiwe. Amen. Lakini nataka nikuambie ukweli. Kama hutoi kwa hiari, mimi nitakulazimisha utoe. Siku ukielewa utatoa kwa hiari na kwa furaha. Ukielewa maana yake. Nitakufinya na kukukumuta mkono, maana hata mimi nimesaidiwa na leo mimi natoa. Amen. Kwa nini? Mwalimu wangu alinisaidia, alinifinya, akakumuta mkono, nikaachilia sadaka, naondoka kwa maumivu. Nikipita lile duka nakumbuka kama sio mwalimu mimi ningesha nunua na pipi. Bwana Yesu atusaidie. Hivi wako wanaokungutwa ukwe, kikapu kikiwekwa hawaleti kwa hiari, hawaleti vizuri. Na kwa sababu kwenye kikapu mchungaji hasimami hapo kuangalia nani anatoa nini, si ndio? Buku, jero, si ndio? Hata 200 si ndio iko hivyo? Na mchungaji anatangaza sadaka ya kuwakarimu wageni, jamani unajua wanarudi Babati na kule Jema. Sizungumzi nyinyi, mimi nazungumza kule kanisani kwetu. Ndio tabia yetu kule. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hii kama haikuhusu achana nayo tu. Lakini kama inakuhusu, si unapona? Hata kama hutaki. Lakini angepita kufinya na kukumuta, yule aliyekuwa analeta buku angetoa 10,000, ndio? Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kutoa kwa moyo mkunjufu. Jambo la 3. Kutoa kwa hiari. Kutoa kwa hiari. Kutoka 22:29 na Wakorinto wa pili 8:3. Wakorinto wa pili 8 mstari wa 3 na mstari wa 8, na Wakorinto wa pili sura ya 9 mstari wa 7. Soma kutoka 22:29. Kutoka 22 mstari wa 29. Usikawie kuleta malimbuko ya matunda yako na ya vinywaji vyako, mzaliwa wa kwanza katika wanao waume utanipa mimi. Usikawie kwa moyo wako wa hiari, sio mpaka ufuatwe. Usikawie kuleta malimbuko. Kuna wengine mpaka wakumbushwe, si ndio? Anajua kabisa hili ni limbuko, lakini mpaka mchungaji wa jamani, wakati wa mahindi mabichi, wakati wa maharage kule kwetu kijijini, si ndio? Halo, usikawie. Wakorinto
Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 3. Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 3. Maana nawashuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao. Kwa hiari yao wenyewe, kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao. Kwa hiari yao wenyewe, sio kama mimi nilikuwa na kung'utwa na kufinywa. Sio kama wale watu wa kwetu waliokuwa na wakung'ute na maandiko na kuwafinya na maandiko na kuwapitia mmoja mmoja. Hawa wakatoa kwa hiari yao zaidi kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao. Kwa hiari yao wenyewe walitoa. Bwana asifiwe. Amen. Toa kwa hiari yako. Jambo la 4. Kutoa kwa ukarimu. Kutoa kwa ukarimu. Kutoka 36 mstari wa 3 hadi wa 7, na Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 9, na Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 18. Hebu tusome Timotheo wa kwanza 6:18. Hivyo vingine tutaweza kuendelea kusoma hata nyumbani, tutaona kama tutahitaji karibu. Timotheo wa kwanza 6:18. Timotheo wa kwanza 6:18. Watendeni mema, wawe matajiri kwa kutenda mema, wawe tayari kutoa mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo. Wawe matajiri kwa kutenda mema, wawe tayari kutoa mali zao na kushirikiana na wengine kwa moyo, yani kwa ukarimu. Wakorintho wa pili 6:9. Wakorintho wa pili 6:9. Kama wasiojulikana bali wajulikanao sana, kama wanaokufa kumbe tu hai, kama wanaorudiwa bali wasiouawa. Ni Wakorintho wa pili 6:9. Amen. Basi zingatia ile Timotheo na hiyo kutoka ukisoma. Jambo la 5. Kutoa kulingana na ulivyo navyo. Kutoa kulingana na ulivyo navyo. Mungu hadai kitu asichokupa. Mungu hadai kitu usicho nacho. Mungu anataka kile alichokupa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unapaswa kutoa kulingana na ulivyo pewa, ulivyo navyo. Hesabu 35:8 na Wakorintho wa kwanza 16:2 na Wakorintho wa pili 8:12. Unaweza kusoma kutoka Hesabu 35:8. Hesabu 35 mstari wa 8. Tena katika miji mtakayotoa ya hiyo milki ya wana wa Israeli, katika hao walio wengi mtatoa miji mingi, na katika hao walio wachache mtatoa miji michache, kila mtu kama ulivyo urithi wake atakao urithi atawapa Walawi katika miji yake. Katika miji iliyo mingi mtatwaa mingi, katika miji iliyo michache mtatwaa michache, kwa kadiri ya ulivyo navyo mtatoa. Wakorintho wa kwanza 16:2. Wakorintho wa kwanza 16:2. Wakorintho wa kwanza 16:2. Siku ya kwanza ya juma kila
kila mtu kwenu na aweke akiba kwake kwa kadiri ya kufanikiwa kwake, ili kwamba michango. Kila mtu kwenu siku ya kwanza ya juma aweke akiba kwa kadiri ya kufanikiwa kwake, kwa kadiri ya kufanikiwa kwake. Kwa namna ambavyo Mungu anakupa kufanikiwa, weka akiba ya sadaka yako kumtolea Bwana. Unajua sababu ya watu kutoa elfu kila siku kanisani? Ni kwa sababu hana mpango juu ya sadaka. Hana mpango. Watu wengi wanakumbuka kuandaa sadaka siku ya Jumamosi au siku ya Jumapili asubuhi. Lakini sadaka ilipaswa kuandaliwa tangu Jumatatu. Bwana asifiwe. Kwa kadiri ya alivyofanikiwa. Toa kulingana na ulivyo navyo. Jambo la 6. Kutoa ili kumpendeza Mungu, sio kutazamwa na watu. Kutoa ili kumpendeza Mungu. Usitoe ili kutazamwa na watu. Toa ili kumpendeza Mungu. Bwana asifiwe. Kuna watu ambao wao hutoa ili kutazamwa na watu. Watu wajue huyu bwana, huyu akiwepo Bwana. Hiyo ndio nia yake ya ndani. Na hii haimaanishi kusema kutangaza ile sadaka, kutangaziwa ile sadaka uliotoa ndio nia hiyo. Lakini kama nia yako ilikuwa hiyo, ili utambulike, ili upate sifa, basi hiyo utapata thawabu kwa watu. Lakini kama nia yako ilikuwa ni ili ufanikishe kujenga ufalme wa Mungu, basi hiyo utapata thawabu kwake. Bwana asifiwe. Hello? Umenielewa? Simaanishi kwamba sadaka yako ikijulikana na watu. Ninamaanisha nia yako ilikuwa nini. Si ndio hivyo? Na hicho ndicho kibiblia. Biblia inavyosema, usipige panda, manake usijitukuze kupitia ile sadaka yako. Bwana asifiwe. Mathayo 6:1 hadi 4. Mathayo 6:1 hadi 4. Mathayo 6:1 hadi 4. Angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu, kusudi mtazamwe na wao, kwa maana mkifanya kama hayo hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Basi wewe utoapo sadaka, usipige panda mbele yako kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani, ili watukuzwe na watu. Amen, nawaambieni, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe utoapo sadaka, hata mkono wako wa kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kuume. Sadaka yako iwe kwa siri, na Baba yako aonaye sirini atakujaza. Nia yako isiwe kujitangaza, nimesema iwe ni kumtukuza Mungu kupitia sadaka yako. Bwana asifiwe. Jambo la 3. Jambo la 3. Tunahama hapo. Jambo la 3. Sadaka inaanzia moyoni. Sadaka inaanzia wapi? Moyoni. Bwana asifiwe. Sadaka inaanzia moyoni. Sadaka inaanzia moyoni. Luka sura ya 6 mstari wa 45. Biblia inasema, Luka sura ya 6 mstari wa 45. Biblia inasema, mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema, na mtu mwovu katika hazina mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu. Kwa kuwa mtu kinywa chake hunena yale ya ujazayo moyo wake. Hazina ya mtu, moyo wake, kama una hazina mbaya, hawezi kutoa mambo mema. Kama ana hazina njema, atatoa mambo mema. Kama moyo ni mbaya, hawezi kutoa sadaka mzuri. Kama moyo ni mchoyo, hawezi kutoa kwa ukarimu. Kama moyo umejaa ukarimu, atatoa kwa ukarimu.
Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake. Kwa hiyo kumbe kuna moyo ambao unahifadhi mambo mema, hazina njema, na kuna moyo unaohifadhi hazina mbaya. Kwa hiyo tunataka kujua moyo wako, tutaangalia unavyofanya. Tutaangalia unavyotoa. Tutaangalia unavyonena. Bwana asifiwe. Hata kama utakuja na uso wa kutudanganya, lakini matendo yako yatatuambia wewe ukoje. Yatatuambia moyo wako ukoje. Kwa sadaka inaanzia moyoni. Moyo wako kama ni wa kutoa, unafurahia kumtolea Mungu, utamtolea Mungu. Kule nina mzee wangu mmoja wa kanisa. Yeye akiguswa, akibarikiwa, anaweza kukimbia kutoka ibadani akaenda nyumbani kuongeza sadaka, akarudi kutoa. Ni kweli. Na siku moja nikamwambia yule mzee, Mungu anakubeba kwa sababu ya sadaka zako. Akanisimulia alipokuwa vitani wakati wanapigana na Idi Amin, na yeye alikwenda huko. Anasema alifika mahali aliona kabisa kifo, maana wenzake huku na huku wanakufa. Akaona kabisa kifo kimefika, na aliona hawezi kumaliza dakika 5 atakuwa amekufa. Akamwambia Mungu, dakika 5 zikiisha sijafa, sitakufa, na mimi nitakutolea yule kondoo wangu niliyemwacha nyumbani. Dakika 5 zikiisha sijafa, sitakufa tena, na nitakutolea kondoo wangu niliyemwacha nyumbani nikirudi. Na Mungu alimuokoa. Anasema baada ya maombi hayo anaanza kuona kama wingu linaachia. Anaanza kusikia kama kuna kaupepo sasa kanapita kauzima. Anaanza kuona kama mambo yanatulia. Na akatoka hapo akiwa salama. Na akarudi nyumbani akiwa salama. Na alipofika nyumbani akakuta ile kondoo wake bado yupo aliyemwachaga. Akasema huyu ni kondoo wa Bwana aliyeniokoa vitani. Akamchukua kondoo akampeleka kanisani. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siku nyingine akakosea. Akasikia moyoni mwake kumtolea Mungu ng'ombe. Anasukumwa kumtolea Mungu ng'ombe. Akakosea akamshirikisha mkewe. Halo. Mama akamwambia hakuna shida, lakini si tumwache kidogo. Kumbe mama hajafurahia. Unajua kilichotokea? Yule ng'ombe walikuwa wamewekeza kwa mtu. Haikupita wiki, yule jamaa akamwambia yule ng'ombe amekufa na sasa tumegawagawa nyama kwa mkopo na hela tutalipwa. Wakilipa basi tutakupa. Akasema sawa. Akasubiri, hela hajapata, ng'ombe hata nyama hajaonja. Halo. Bwana asifiwe. Akajifunza na hiyo. Kumbe wakati Mungu anakusukuma kufanya jambo fulani, ujue kile ambacho anakusukuma kukitoa sio cha kwako, ni cha Mungu. Unapaswa kukipeleka kwa mwenyewe, acha kuzuia. Mbona umekasirika? Nisaidie kumshika jirani yako, mtingishe kidogo ukiwa umemwangalia usoni. Mwambie acha kuzuia. Mali ya mwenyewe. Bwana asifiwe.
ikianzia moyoni sasa inadhihirika kwa vitendo. Kwa kile unachokitoa tunajua ndio hali ya moyo wako. Ndio hali. Kama moyo wako una hali ya bukubuku, utatoa bukubuku tu. Na siku mchungaji akisema unaanza kujadili. Mchungaji anawaza hela tu. Wachungaji wa siku hizi ni wa mshahara. Kwa nini? Kwa sababu alikuhimiza kutoa. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 29 mstari wa 13 na wa 14. Nyakati wa kwanza 29 13 na 14. Tasoma. Biblia nasema, basi sasa Mungu wetu, twakushukuru na kulisifu jina lako. Twakushukuru na kulisifu jina lako. Lakini mimi ni nani na watu wangu ni nani hata tuweze kutoa kwa hiari hivi? Kwani vitu vyote vyatoka kwako, na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea. Bwana asifiwe. Huyu ni Daudi mfalme katika kukusanya sadaka. Bila shaka ilikuwa ya ujenzi. Watu wakatoa kwa hiari, wakatoa sana, mpaka Daudi na yeye mwenyewe katoa sana kiasi kwamba anakwenda kumshukuru Mungu kwa sababu ametoa. Uliwahi kutoa mpaka unaenda kufanya ibada ya shukrani? Hujaelewa Uliwahi kutoa sadaka mpaka unaenda kufanya ibada ya shukrani kwamba Mungu nakushukuru nimekutolea. Yaani mwaka huu nimekutolea. Wanaoweza kufanya hivyo ni wale wanaofurahia kutoa. Bwana asifiwe. Yaani unatoa mpaka unaenda kumshukuru Mungu kwamba Bwana, mwezi huu nimekutolea. Mwaka huu nimekutolea, nimetoa. Mimi ni nani? Na vile ulivyonipa ni nini mpaka nimeweza mimi kukutolea namna hii Bwana? Umeniwezesha kukutolea namna hii. Unamfurahia Mungu, unamtukuza Mungu, unamshukuru Mungu kwa namna ulivyomtumikia kwa mali yako. Sasa badala yake shetani amegeuza, imekuwa kinyume chake. Wakristo wakitoa sana mwaka huo ndio wanalalamika sana. Yaani mwaka huu tumekandamizwa. Mchungaji, muwe mnatutetea huko bwana. Muwe mnatutetea huko. Nyie mnakubali na kupokea kila kitu. Angalia mwaka huu tulivyotoa. Mwakani tupumzike bwana. No, huo ndio mwaka wa kumshukuru Mungu na kanisa kufanya ibada ya shukrani na kusema Bwana, sisi ni nani na hivi ulivyotupa ni nini mpaka tumeweza kukutolea namna hii kwa hiari. Hiyo huwezi kusema amen kwa sababu hupendezwi nayo. Kuna mtu amesema amen, nashukuru kwa kunitia moyo. Inawezekana unapendezwa na hiyo. Bwana asifiwe. Amen. Si unaona hata mimi nimepungua kidogo Jambo la 4 na la mwisho. Sadaka ni mlango wa kuingia agano. Sadaka ni mlango wa kuingia agano. Sadaka, yani ile sadaka yako unayotoa ina nguvu ya kukuhusisha ama ya kuingiza katika agano la Mungu wa hiyo madhabahu unayoitolea. Halo? Zaburi ya 50 mstari wa 5. Zaburi ya 50 mstari wa 5. Biblia inasema, nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano na mimi kwa njia gani? Wameingia agano na mimi kwa sadaka ama kwa dhabihu.
Sadaka ni mlango. Mwanzo sura ya 15. Unaweza kusoma sura nzima, lakini mimi nitasoma mistari miwili. Mstari wa 9 na wa 18. Mstari wa 9 na wa 18. Mwanzo sura ya 15 mstari wa 9 na wa 18 nitasoma kwa jina la Yesu. Biblia inasema, akamwambia unipatie ndama wa miaka 3 na mbuzi mke wa miaka 3 na kondoo mume wa miaka 3 na hua na mwananjiwa. Mstari wa 18. Siku ile Bwana akafanya agano na Abrahamu, akasema, uzao wako nimewapa nchi hii, kutoka mto wa Misri mpaka huo mto mkubwa, mto Frati. Bwana asifiwe. Mungu akafanya agano na Abrahamu kwa njia ya sadaka. Akampa maelekezo ya sadaka za kutoa. Anasema ndama wa umri gani? Miaka 3. Mbuzi mke, yani mbuzi jike, wa miaka 3. Kondoo dume wa miaka 3. Hua na mwananjiwa. Ibrahimu akavikusanya vile alivyoelekezwa kuvitoa sadaka. Mungu akamwambia vipasue katikati. Kwa hiyo vikapasuliwa katikati. Yani vikapasuliwa katikati namna hii, upande moja na upande moja kila mnyama kasoro hua na njiwa. Vikawekwa. Kwa utamaduni watu wa Mashariki ya Kati, sadaka ya namna hiyo ni yule anayetoa sadaka hiyo, baada ya kupasua kipande kimoja anaweka upande huu, kipande kingine anaweka upande huu, kwa kadiri alivyoorodheshewa zile sadaka. Halafu yeye anapita katikati ya ile sadaka yake, anatamka maneno ambayo wanakubaliana na yule wanayemtolea hiyo sadaka. Lakini katika agano hili na Ibrahim haikuwa hivyo. Ibrahimu baada ya kuweka sadaka yake sawa sawa, Mungu akamwambia ungoje mpaka nitakaposhuka. Wakati Ibrahimu anamngoja Mungu na kusinzia, Biblia inasema tai wakawa wanakuja ili kutaka kula ile sadaka yake. Halafu yeye anawafukuza. Kuna wakati mtu anaandaa sadaka yake, halafu tai wanakuja wanataka kula ile sadaka yake, na yeye anaruhusu tai wale sadaka ya kwake, ili kuvuruga agano lake na Mungu, ili kuvuruga uhusiano wake na Mungu, ili kuharibu kusudi ambalo Mungu amelikusudia juu ya maisha yake. Wako Wakristo wameruhusu sadaka zao zimeharibiwa na tai. Umeandaa sadaka, unasema hii ni ya Bwana, nitapeleka kanisani kwa ajili labda ya ujenzi, kwa ajili labda ya kununua vyombo, kwa ajili labda ya kununua gari ya mchungaji, kwa ajili labda ya kujenga nini, kwa ajili labda ya misheni, kwa ajili labda ya kota. Mtoto wa shule anafukuzwa na ni mtoto wako, amerudishwa nyumbani kwa sababu ya ada. Na hela ndio hiyo hiyo. Hapo imekaaje? Hapo imekaaje? Hebu mshike jirani yako mkono, muulize imekaaje hapo. Sadaka inaenda kanisani au shule? Tai amekula hajala. Bwana asifiwe. Na Wakristo wakaona ni swala la kawaida kabisa, na wakajifariji wakasema hata Mungu anajua. Si tulisema hivyo? Kumbe ulipaswa kufukuza huyo tai na kumwambia Mungu, na nimesema hii ni ya kwako. Mwanangu amefukuzwa shule, ya shuleni utanipatia, hii ni ya kwako. Najua huwezi kufanya hivyo kama huna imani juu ya Mungu unayemwabudu.
Lakini kama una imani na huyo Mungu, utafanya hivyo na Mungu atakupa ya kupeleka shule. Bwana asifiwe. Unaandaa sadaka, kabla ya kuipeleka unakuta nyumbani anatokea mgonjwa, halafu yuko serious. Unaangalia unasema wacha tu nichukue, Mungu mwenyewe anajua, si ndio? Kwa hiyo ile sadaka ulioandaa inapelekwa wapi? Hospitali, kushughulika na magonjwa. Tai wamekula hawajala. Lakini Ibrahimu alifukuza tai. Aliofukuza. Kumbe ulipaswa kufukuza huyo tai na kumwambia Mungu, hii ni ya kwako. Nilisema naomba kama uishivyo huu ugonjwa uondoke, au nionyeshe njia ya kumsaidia huyu mwanafamilia. Mungu atakuonyesha. Siku moja hata mimi nilijaribiwa hivyo. Nikiwa Basutu tunatoa sadaka kwa ajili ya ujenzi. Na mimi nimeahidi pesa. Sasa wiki hiyo mke wangu alisafiri, ameenda ukweni, yani nyumbani kwao. Halo. Wanaume waliooa nikikwambia ukweni wanaelewa. Ndio mahali pa kuweka heshima, si ndio? Mahali pa kukwepa aibu. Mahali pa kujitutumua, si sawa sawa? Ameenda kule, sasa kule anaumwa. Halafu kanipigia simu nimtumie pesa aende kwenye matibabu. Nikamwambia nitakutumia. Sasa nimepata pesa. Mwanamke yuko kwao anaumwa. Unajua ukichelewa kupeleka mke wako hospitali halafu yuko nyumbani kwao, si hata baba mkwe anaweza kukupigia, kijana mnaendeleaje huko? Naona hali yako bado sio nzuri sana, wacha sisi tumpeleke. Unaonaje baba mkwe akikupelekea mke wako hospitali? Bwana atusaidie. Na nikapata pesa, nikajiuliza sasa nitume kwa mke au nipeleke kanisani? Nikapambana na ile vita yangu. Halafu nikamwambia Mungu, najua hutamchukua mke wangu. Hii ni ya kwako, nilisema nitaipeleka kwako. Naomba unipe ya kupeleka kwenye matibabu. Nilipoipeleka kanisani, siku ya pili nikapata mara mbili ya ile niliyopata. Nikatuma kwa mke na nikapakia na mimi ya kujidai nayo mjini. Maana nimeshinda jaribu langu, nimefukuza tai. Mwambie mwenzako fukuza tai wanaoharibu sadaka yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo Ibrahimu akaingia na Mungu agano kwa njia ya sadaka. Sadaka ni mlango wa kuingia agano. Kwa hiyo mahusiano yako na madhabahu unayotoa sadaka, unapaswa kuangalia. Biblia inasema hivi, Yesu anafundisha hivi kwenye Mathayo 6:20-21. Mathayo 6:20-21. Mathayo 6:20-21. Wale wanaotuongoza kwa kuabudu sasa mkaribie. Mathayo 6:20-21, karibu. Mathayo 6:20-21. Bali jiwekeeni hazina mbinguni kusikoharibika kitu, kwa nondo wala kutu, wala wevi hawavunji, wala hawaibi. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na nini? Wakati Yesu anazungumzia hili swala la hazina, alikuwa anazungumza ishu ya sadaka, si ndio? Na ndio maana anasema wekeni wapi? Mbinguni. Maana yake nini? Kama utawekeza sadaka yako mbinguni, moyo wako utakwepo mbinguni, si ndio? Kama utawekeza sadaka yako, yani maana yake nini? Pale unapotoa sadaka yako, sadaka nyingi zaidi, ndipo moyo wako utakuwa hapo. Umeelewa? Yani mahali unaweka sadaka nyingi zaidi, moyo wako utakuwa hapo.
Kama unachangia sana harusi, moyo wako utakuwa kwenye harusi, na Mungu wako atakuwa tumbo. Kama unachangia, kama unatoa sana kanisani kwenye madhabahu hii, moyo wako utakuwa hapa. Hata siku mchungaji akisema sasa wewe, mimi sikuelewi, ondoka, utasema baba, hapa mimi ndo nitafia. Maana moyo wako uko hapo. Kama unapeleka kwa manabii sadaka zako nyingi, moyo wako utakuwa huko. Umeelewa? Hiyo amen haipo Kuna wafuasi hapa kama wakule kwetu. Kwenye madhabahu yako upeleki sadaka. Sadaka nzuri, sadaka nyingi, unapeleka kule nyingi, si ndio? Kwa nini? Kwa sababu kule umeambiwa shangazi yako amekuloga, amekuchukulia nyota yako, ili tukurudishie nyota yako, lete 200,000. Si ndio? Unaipeleka kule kwetu. Mama mmoja akaenda kukopa kwenye vile vikundi vya kukopa na kuweka vile vya kina, mnavifahamu vile vikoba akaenda kukopa ili apeleke kwa nabii. Mwenzake akamwambia, mama fulani, unapeleka yote, amekopa 200,000. Unapeleka yote. Anasema, jamani, yule mtumishi anaona hapa alipo, ananiona kabisa. Nikipunguza tu kidogo ataniona. Akakodi na bodaboda, anaikimbiza hiyo pesa aliyoambiwa apeleke. Kakopa. Huo ni utumwa. Na moyo wake uko huko. Huyo kama ni Mkristo wako, mchungaji, moyo wake uko huko. Wewe ukimwambia atoe 50 hapa, atakulaumu usiku na mchana. Na nataka nikuambia ukweli, mchungaji na watumishi mlioko hapa, Mkristo wako wa namna hiyo, siku nabii akimuita na wewe ukimuita, atakwenda kule. Kwa nini? Moyo wake uko kule. Jamani, mnaokwenda kwa manabii, ni uongo ni kweli? Bwana asifiwe. Nimeshawakasirisha, sio? Basi simameni kama mmekasirika, tumalize hapa hapa. Bwana asifiwe. Halo? Kuna mtu aliwahi kwenda kwa mganga? Najua sasa hivi umeokoka, lakini si uliwahi kwenda? Wachungaji, fungeni macho msiwaone Wakristo wenu wakinyosha mkono. Maana wanasema sasa mchungaji akijua mimi nimewahi kwenda kwa mganga itakuwaje leo? Lakini wewe unayejijua uliwahi kwenda kwa mganga, hukwenda mikono mitupu, si ndio? Si ndio? Ulipeleka sadaka. Tena inawezekana ulipeleka mbuzi, na kanisani hujawahi kupeleka mbuzi. Kanisani umepeleka 1000, kwa mganga umepeleka mbuzi wa 1,500,000 au 200,000. Moyo wako uko huko. Moyo wako uko wapi? Mwambie jirani yako, nisaidie kumwambia. Hiyo hata akikukasirikia, mshike mkono, mtingishe, muangalie usoni. Muangalie usoni, mshike, mtingishe, mwambie kama uliwahi kupeleka, moyo wako uko huko. Hata kama unakuja kanisani hapa, na nataka nikwambie, hautapata kukombolewa kutoka hilo eneo bila kutoa na kujitoa katika madhabahu yako. Unaelewa hiyo? Lazima uamue kwa dhati, kuamua sasa kujileta mwenyewe katika madhabahu yako mbele za Mungu aliye hai, na kumwambia Mungu, sasa nimeamua kujitoa kwako, nikutumikie. Tumikia nyumbani mwako. Jitoe kwako. Toa zaidi. Toa mara kwa mara. Toa kwa ukarimu. Toa kwa hiari. Toa kwa ukarimu. Jitoe kwa Bwana. Maana moyo wako umeshikwa na hizo madhabahu. Na ngoja nikwambie, ukiona Wakristo wanatangatanga, leo mara yuko kwa nabii Mwaliko, kesho yuko kwa mtume Musa, kesho kutwa yuko sijui kwa nani Godi. Yale majina tunawapa wengine magurudoza, sijui makatapila manini. Ujue ameathiriwa na ushirikina. Sema ushirikina. Huyo ameathiriwa na roho ya ushirikina.
Mshirikina akisikia kuna mganga maarufu yuko Sumbawanga atakwenda. Akirudi akasema Tanga yuko kiboko yao atakwenda. Akirudi akasikia Morogoro yupo mwenyewe atakwenda. Akarudi akasikia Kigoma Ujiji wewe ndo balaa yupo kule atakwenda. Umeelewa? Kwa nini? Kwa sababu moyo wake uko huko alikokuwa akitoa hizo sadaka. Nisaidie kumwambia jirani yako, rudisha sadaka yako kwa Bwana. Rudisha moyo wako kwa Bwana. Kwa jina la Yesu. Simama tuombe.